Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Shujaa wa Yesu. Niko hapa na kuelezea habari moja. Kama wewe ushawahi kuachwa, hii usiruke hii. Kama ushawahi kuachwa na ukaumia, mimi naongea tu na watu wale ambao walishawahi kuachwa na ndugu zao na waume zao na wake zao kwenye mahusiano washawahi kuumizwa. Hii ni muhimu kwako. Leo ninataka nikufundishe kitu kimoja. Unapoachwa, usiwe mtu wa kulaumu, usiwe mtu wa kulia, usiwe mtu wa majuto. Kuna mtu mmoja bana anipigia simu akaniambia, mtumishi, naomba ushauri wako. Mpenzi wangu ameniacha. Nikamuuliza, kwanza amekuacha akaenda wapi? Akasema ameniacha akaenda kwa mpenzi mwingine. Yuko ana mpenzi mwingine. Alikuwa ni dada analalamika, anasema nimemuona yuko anatembea na yule dada, ameniacha mimi. Kamuuliza, alikuwa amekuoa? Akasema hapana, hajanioa. Nikamuuliza kitu kimoja. Kama mtu kwanza akaniambia kwamba nimuombee arudi. Nikasikitika kidogo. Akasema nikuombee arudi. Akasema mnafurahisha. Kuna wakati mambo mengine yanahitaji maombi, yanahitaji akili tu. Nikamuuliza hivi, sasa amekuacha? Ndio. Na unataka nikuombee arudi? Ndio. Sasa nikamuuliza swali kwamba je, leo amekuacha, hajakuoa, hajazaa na wewe? Ikitokea amezaa na wewe, yani ashumu amekuoa, halafu akazaa na wewe mtoto huyu mmoja, ile binti alikuwa anasikiliza vizuri, mmoja, ndio. Akikuacha halafu ameshazaa na wewe, unapata maumivu yapi? Maumivu bora ya sasa hivi amekuacha hajakuzalisha, au ya kukuacha ameshakuzalisha? Akasema ya kwamba nitaumia sana akiniacha nikiwa na mtoto kuliko sasa hivi. Nikamwambia sasa hivi una nafasi, usihangaike na aliyekuacha. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Mbwene, aliimba vizuri sana huyo mtumishi, nampenda sana. Aliimba wimbo mmoja unasema kwamba kuna watu wengine watakuacha, ule watu umekubalika na Mungu. Akasema si kila kiondoka kwako ni chako, wengine Mungu huviondoa ili wewe ubaki salama. Naona akaimba akasema kuna vingine Mungu anavitoa ili tubaki salama. Kwa kuna wakati mtu anaondolewa kwako kwa wakati sahihi, usianze kulia. Kuna wengine wanaondoka ili milango yako ya baraka ifunguke. Kuna watu unaweza kukaa nao kwenye maisha yako, baadaye wakaja wakakuumiza zaidi. Kwa Mungu ana tabia ya kuwafanya, yani wanajifanya kama wakuoni, wanajifanya kama wakujui, wanatoka ili Mungu akuweke salama. Naona kwa nikufundishe kaka yangu, mama yangu, baba yangu, binti, nikufundishe kitu. Mtu yeyote ambaye umeshikamana naye akikuacha, wewe usilie. Cha kwanza mshukuru Mungu. Hujui amekuacha kwa nini? Hujui amekuacha kwa kitu gani? Kuna wakati utangangana naye, baadaye anatokea mabaya zaidi. Kwa akikuacha, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu asante, najua unatengeneza mlango mpya, na leo natamka kwako waliokuacha na waende, Mungu akuletee watu sahihi. Angalia Nuhu alipomtoa kunguru mara ya kwanza kwenda kutalii nchi, kwamba akaangalie kama maji yamekauka kwenye ardhi. Yule njiwa alikuwa ni kunguru. Yule kunguru alipoachiwa hivi, yule kunguru akasepa jumla, akaenda mazima, hakurudi. Baadaye akatuma njiwa, yule njiwa ndo akaleta taarifa. Na mimi nakwambia, wakienda kunguru waache waende, yuko njiwa, yuko atakuja kwako, yuko njiwa ataleta habari njema. Kunguru na aende. Pia unaweza comment kunguru na aende. Sema amina kama unanielewa, na Mungu awabariki. Usisahau basi kunifollow. Ingia YouTube, ingia Instagram, ingia Facebook, TikTok, Facebook na Instagram tunatumia jina la Shujaa wa Yesu. Ila ukiingia YouTube tutafute kwa jina la Shujaa wa Yesu. Pia kuna TV yetu inaitwa Mpuya TV. Follow hiyo TV, share, like, comment, na Mungu atakubariki. Uwe na siku njema.